Kila baada ya mwisho wa mwezi huwa tunafanya check up kwa walimu wote na mabondia wao, na sasa hivi tupo kwenye mazungumzo na taasisi mbalimbali zikiwepo Jakaya Kikwete na wengine kuweza sasa jinsi gani ya kutusaidia kwenye swala la upande wa afya. Lakini bado nitumie fursa hii ya swali hili kuomba sasa taasisi za kiafya ambazo zinahusika na upimaji na kutoa huduma basi waje kutupa ufadhili huo, na sisi tupo tutawatangaza, kwa sababu walimu ndio kila kitu kwenye tasnia yetu ya boxing. Swala la kujiunga kwa mabondia kwa makocha, ni mkaribishe katibu wangu hapa aweze kutoa muongozo sasa, ili uwe kocha uwe kwenye mfumo sasa wa kuwa kocha wa ngumi za kulipwa Tanzania, utaratibu gani upate? Karibu katibu. Naomba kulijibu swali la mjumbe au la mwandishi pale kuhusu vigezo vya kujiunga na chama cha makocha ngumi za kulipwa. Chama cha makocha ngumi za kulipwa, ili uwe mwanachama, kwanza uwe Mtanzania, kwa sababu chama ni cha makocha Tanzania. Lakini pili, uwe na umri kuanzia miaka 20. Umri miaka 20, na usiwe mwanafunzi wa shule ya msingi wala sekondari. Sababu unaweza kuwa na umri wa miaka 20 lakini bado ni mwanafunzi wa level hizo. Sisi tunakutemu wewe bado uko kwenye sehemu ya kujifunza, aidha ndia au na kuendelea na shule kama ilivyo shule. Lakini pia sifa nyingine ya kuweza kujiunga, uwe basi umejihusisha na boxing, kwa maana umecheza masumbu au ndondi katika ngazi ya amateur, kwa maana ya ngumi za ridhaa, au professional boxing. Hata kama ukuwa na rekodi kama unavyofahamu mabondia wengine na rekodi zao, lakini umepitia wadau, hiyo tunakupokea. Haitoshi, vile vile unaweza kujiunga kwenye chama chetu ukiwa pia na elimu taaluma hii ya boxing, kwa maana kuna course ambazo zinatolewa, tuna daba, tuna hizo IBA na kadhalika. Kwa hiyo kama utakuwa una hizo course, bado kwetu una nafasi ya kujiunga. Lakini pia vile vile coach by experience, unaweza ukawa kwenye gym una miaka 2-3 na wewe unamsaidia mwalimu mkuu kushika padi na ile training session zote zile, na unapata experience baada ya muda fulani. Kwa hiyo na sisi tunakutemu kwamba una sifa ya kujiunga na chama cha makocha. Na pia kuna ada za kujiunga chama cha makocha ni shilingi 30, na hivi vigezo mtu anataka kuomba nafasi huwa tunamtumia aidha kwenye email au kwenye WhatsApp. Lakini pia kuna account number pale za chama ambazo sasa ukishadhibitishwa na vigezo unaweza ukajoin na chama cha makocha. Naomba nilibebe swali namba 3 au miongoni mwa maswali matatu, kusafiri na mabondia. Ukiangalia katiba katika maboresho ya katiba yetu sasa hivi, kumekuwa na kilio kikubwa zaidi kwa makocha nani haki yao ya kusafiri na mabondia, kwa sababu kocha ndiye anayemjua mwanae kwa A to Z, udhaifu na ubora wake, namna gani tutashinda pambano, namna gani tutasale, na kama tumepoteza katika hali gani. Kwa hiyo tunafahamu kwamba dalali tunawaheshimu, hatuwakosei heshima, lakini tunajua wao ni madalali, ni matchmaker. Tunashukuru, tunafanya nao kazi vizuri, watu wetu nao wanapata riziki, wanajulikana international level. Lakini katika swala la kiufundi tumeona ipo haja kubwa ya makocha sasa kusafiri na mabondia wao, kwa sababu hili taifa pia linahitaji kutangazika kupitia si tu kwenye mchezo wa football na mingine, lakini hata kwenye boxing. Hatuko tayari kuona kila bondia anaposafiri ana lose fight. Kuna mapambano tunapoteza si kwa maana ya kukosa ubora, na kuna sababu mbalimbali. Sasa kupitia kwa mujibu wa katiba yetu, majukumu ya kamati tendaji ni kuhakikisha pia kila kocha kwanza anakuwa na mkataba na bondia wake, lakini vile vile kila kocha sasa atasafiri na bondia wake. Kwa hiyo matchmaker anapoleta mechi hapa, maana sasa tunazipokea sisi makocha, tunahakikisha katika hizo tiketi za kusafiri asafiri kocha na bondia wake, au kocha atamteua miongoni mwa mwakilishi wa gym kusafiri naye. Kikubwa atimize vigezo, na vigezo tunavijua, passport na mambo mengine pia. Kwa hiyo huo mchakato upo na wapo ambao wanasafiri na mabondia hao, lakini sasa tunataka kukazia sasa ili jambo
swala la kupoteza mechi huko lisiwepo tena. Tupoteze kimchezo, lakini sio kwa ukosefu wa mbinu za kiufundi wa kocha. Ukiangalia chama chetu hapa kinakwambia hii TPBCA ni Developing Professional Boxing Coaches Building Future Champions, kuendeleza makocha wa ngumi za kulipwa, lakini pia kuweza kuzalisha wachezaji wa kesho, mabingwa kesho. Swali lako nimelipokea kwa sababu tupo kwenye ukuaji sawa na kutengeneza, na sisi pia bado tunaendelea kujifunza kutoka kwenye mataifa kwa kushirikiana na commission na sisi kama chama, na sisi tunaona kwa namna gani sasa tunaweza tukafikia kuwa na hizo treatment kama wenzetu. Kwa hiyo leo tutaanza na hili na hili, lakini pia siku baada ya siku tutafikia katika hiyo hali kama walionao mataifa mengine.